Swali lako? Swali ni kwamba Biblia inasema kwamba vitu vyote ni halali, maana dunia na vyote vijazavyo ni mali ya Mungu. Weka mbali, weka mbali. Haya, unajua tena mimi ni Masai. Wewe piga taki Masai vile vile. Ashe. Sawa, inasema kwamba dunia na vyote vijazavyo ni mali ya Mungu. Vitu vyote ni halali. Sawa, sasa nauliza swali. Waislamu hawalagi nguruwe, kwa nini wasile wakati vitu vyote ni halali na ni mali ya Mungu? Ina maana nguruwe ni mali ya shetani au ni ya nani? Sallallahu ala Muhammad. Ndugu yetu anasema vitu vyote ni halali, ni mali ya Bwana Mungu wako. Sasa vipi nini Waislamu hamtaki kula nguruwe mazinge? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu yangu anasema vitu vyote ni halali. Kwa nini Waislamu hatuli nguruwe? Hatuli nguruwe kwa sababu nguruwe ni watu. Hatuli nguruwe kwa sababu nguruwe walikuwa watu wa zamani, Mungu akawalani, na ndiyo maana nguruwe wa kike hupata siku zake kawaida. Ndiyo maana hatuli nguruwe, kwa sababu nguruwe mwanamke hujaaliwa kupata siku zake za kawaida. Kwa hiyo hatuli nguruwe kwa sababu walikuwa ni binadamu, Mwenyezi Mungu akawalani. 5:60 Qur'ani. Qur'ani sura 5 aya 60. Kwa wale wanaoandika maandiko matakatifu nasema ba'du billahi minash shaitani rajim. 5:60 Qur'ani. 5:60 Qur'an. Inasemaje? Inasema, fanya haraka. Sema. Je, nikwambieni yule ambaye ni mwenye malipo mabaya zaidi kuliko haya mbele ya Mwenyezi Mungu? Unaona, Mwenyezi Mungu anasema akwambieni mtu mwenye malipo mabaya mbele ya Mwenyezi Mungu ni nani? Ni wale ambao Mwenyezi Mungu amewalani. Unaona, ni wale ambao Mwenyezi Mungu kwanza aliwalani, na kuwakasirikia. Baada ya kuwalani akawakasirikia, na kufanya wengine, na kuwafanya wengine kuwa nyani, wengine wakawa nyani, na nguruwe, na wengine nguruwe wakamwabudu. Basi kwa hiyo nyani alikuwa ni binadamu na nguruwe alikuwa ni binadamu. Kwa hiyo hatuli wale kwa sababu walikuwa ni watu. Inawezekana nyi wa Kristo mnakula nguruwe mkawa mnakula bibi zenu wa zamani. Hatuli sisi kwa sababu ni watu, na Biblia inakubali. 11:7 Walawi 11:7. 11 mstari wa 7 inasema. Inasemaje? Kwa wale wanaoandika na nguruwe. Nyie wote mnaekula nguruwe sikilizeni. Rudia tena. Na nguruwe. Kwa sababu yeye anazo kwato. Kwa sababu nguruwe yeye anazo kwato. Ni mwenye miguu iliyopasuka kati. Ana miguu iliyopasuka kati, lakini hacheui. Na nguruwe kwa sababu hacheui, yeye ni najisi kwenu. Mungu anasema yeye ni najisi kwenu. Kwa sababu gani? Msile nyama yao. Kwanza msile nyama yao, wala msiguse mizoga yao. Hao ni kina nani? Ni najisi kwenu. Mpe maiki. Asante sana. Hebu subiri. Haya. Subiri kwanza. Biblia inasema watu wasile nini? Nguruwe. Kwa sababu ni nini? Ni najisi. Kula nguruwe wote ni kina nani? Wakristo. Subiri, sikiliza swali. Haya. Kwa hiyo wala nguruwe wote wanakuwa nini? Najisi. Kwa hiyo ukila nguruwe unakuwa nini? Najisi. Ndio maana Waislamu wao hawali nguruwe. Haya, subiri. Wao hawali. Usinizuilie basi niseme. Haya, sema. Katika Biblia nyingine tunayosoma unaambiwa kimtiacho mtu unajisi ni kile kinachotoka moyoni, sio kile kinachoingia.
Haya, lete hayo maneno. Sijakariri vizuri, ningeweza kutoa andiko hapa. Hebu subiri. Lakini yapo katika Biblia. Haya, lete. Mungu anasema ni najisi kile kinachoingia, sio kinachotoka. Haya, lete andiko hilo. Bahati mbaya rafiki, umepata? Unaweza ukajua litokea. Nashukuru Jafari anasema atanisaidia. Anasema hivi, akinisaidia kutafuta utasikia. Anasema kwamba kimtiacho mtu unajisi ni kile kinachoingia, ni kile kinachotoka moyoni, sio kinachoingia. Jafari. Naam. Timotheo wa kwanza 3:7. Timotheo wa kwanza 3:7 au Timotheo wa pili 3:7? Timotheo wa kwanza 3:7 au Timotheo wa pili 3:7? Ni wa pili 3:7. We ng'ombe wote hao wanatoka nguruwe, si wa kazi gani? Si tunaweza kula binadamu? Nyinyi ndio. Na mla nguruwe yoyote hana aibu, kwa sababu nguruwe hana haya, na wala nguruwe wote. Ndio maana hata barabarani ukimwona mtu anakula nguruwe, hata nguo anazovaa ni za aibu, kwa sababu nguruwe hana aibu. Timotheo wa pili 3:7. Timotheo wa pili 3:7 inasemaje? 3:7 Timotheo wa pili inasemaje? Jifunze siku zote, ila wasiweze kabisa kuufikia ujuzi. Sawa. Na kama vile Yane na Yambre ndio walipopingana na Musa, ndio vivyo hivyo na hawa wanapingana na ile kweli. Basi unaona, anasema kuna watu zamani walipingana na Musa, ndivyo hivyo mpaka sasa watu wanapingana na Musa. Musa kaambiwa asile nguruwe, lakini kuna watu mpaka sasa wanakula nguruwe. Kwa hiyo watu wanapingana na nani? Na Musa. Lakini Qur'ani imekataza watu wasile nguruwe. Sasa jamani, ng'ombe wote, mbuzi, kondoo, kwenda kufata mnyama ambaye kwanza akizaa watoto wake anakula, pili nguruwe ana mshipa mmoja, tatu nguruwe hachinjwi, nguruwe anapigwa rungu, anapigwa shoka, anakufa. Tatu au nne, nguruwe hachunwi, hana ngozi, anachoma moto. Kwa hiyo Waislamu hawezi kula kitu ambacho hakukichinjwa kwa jina la Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo nguruwe ni haramu, nguruwe ni haramu, na wote wanayekula nguruwe wana uchu, na Mungu ameshawaambia wanakwenda motoni. 66:17 Isaya 66 mstari wa 17. 66:17 Isaya inasema. Fanya haraka Jafari. Sawa. 66 mstari wa 17 Isaya inasema, watu wale wajitakasao ndio na kujisafisha katika bustani. Sawa kabisa. Nyuma yake aliye katikati, wakila nyama ya nguruwe. Rudia tena. Wakila nyama ya nguruwe. Unasoma kitabu gani? Isaya 66 mstari wa 17. Ndio, ni kitabu gani? Qur'ani, Biblia? Biblia umesema. Biblia inasema wakila nyama ya nini? Ya nguruwe. Endelea. Na machukizo. Unaona, na nini? Na panya. Endelea. Watakoma pamoja, asema Bwana. Unaona, wala nguruwe wote Mungu anasema watakoma, wache wale tu, lakini iko siku watakoma. Kwa hiyo ndani huko kwa hiyo huko nje mnayekula nguruwe kuleni tu, lakini iko siku mtakoma. Na ndio maana juzi hapa kuna mtu mmoja anasema kwa kuwakufurisha watu, nguruwe wameipa majina karibu 7. Ukisikia kitimoto nguruwe, mbuzi katoliki nguruwe, white pepper, majina mengi.